akakuja akashika akijaribu kusimamisha mtoto akifikiri ni kulala amelala. Akijaribu kumsimamisha shingo aisimami. Akanambia ufungue hiyo leso. Mimi nikafungua leso. Akaketi na mtoto hapo chini kwa nyasi. Na ndio sasa daktari walikuja tena kumpima wakasema naye amenyamaza hivyo. Ameenda akakufia hivyo tu. Akakufa hivyo. Kwani mama kuna kitu anafanya na aseme? Mama naye ameanza fitina sasa, hatuna amani pale. Anakuja hata anasema hiyo shamba mimi hata akakuja akaanza kuambia mpaka kijana utabindi ukatafute mama yako mahali alienda. Mimi si mama yako. Kuna kuku alikuwa amelisha hapo kuku 8. Na vile aliweka hizo kuku 8 pale, mama abandala atatuambia tufungie kuku, mtu alikuwa amepanda ndengu na kunde. Yeye hakutuambia. Alienda tu akawekea kuku ndawa, akaweka tu ndawa. Kuku zote zikaisha. Hello, this is Austin. We are a student at SkyMore Creative Training Institute, pursuing electrical installation, CCTV installation, and solar installation. Yeah, if you would like to join this institute, SkyMore, it's located at Ruiru, OJ, opposite Tatu City, off BTL Road. Yeah, and for more information, if you would like to visit the school and know more about it, you can visit us via this phone number, 0113 50 40 43 or 0724 33 33 13. Yeah, SkyMore is the institute that empowering skills and creating leaders. Hi guys, welcome to SkyMore Creative Training Institute, and here we learn film and media production, DJing, creative videography and photography, journalism, ICT and computer studies, 2D and 3D animation, graphic design. We are located in Ruiru OJ, opposite Tatu City, along BTL Road. Tupata Facebook, Instagram, TikTok and YouTube. Welcome to SkyMore Creative Training Institute, empowering skills, creating leaders. The bitter pill is the world does not need just graduates. It requires those people who have the right skills. What I will be looking for is, what do you have? If utakubali to learn more than you are being taught in school. If utakubali kutoa hiyo bari. And if you want to keep on learning, I want to urge you, please open up yourself. Learn as much as you can. Yes, karibu sana mwiroreri wakwa kuria guothe uri ndakonyita ugeni getwo Simon K, na ni thengio we witikirite gusubscribe na gukorwo ugitwirorera. Muthenya wa muthi ndina mugeni ndinake kwenda tuthikiririe rugano rwake, ugo wikare hau na ndugagithenge, na oho ni nyendaga kuga maundu maria mugeni wakwa kwaria mwakimenya gati murugamo wakwa thita Simon K ni murugamo wake mwene. So karibuni sana. Ndocio ngeni agikorwo wewe muciari we hau na wina mwanake kana muiritu waku hihi kana nawe hihi o kuria guothe uri no gikorwo i diaspora na no wende gukorwo ugitu join gukorwo ugithoma kothi iria twina cio guku, we karibu sana sana sana, na twina kothi njega muno cingiguteithia whether you are a Gen Z, whether you are a millennial, age yothe iria winayo, na nitukuheaga skills cia iguru muno. Ungenda gweka physical classes, online classes, ndamwire ndina arutwo ingi kwanza riu nindiro ni mongerereka online classes no nacio matire Kenya, ni andu menja wa bururi na ngakena muno, na ndina taru to mention but few, ndina ndoiga na mareka IT, something like cyber security and ethical hacking, na wako inje, of which it's a very nice course. Na mutumi mwiritu mwewe Dubai arajirire arenda gwika kothi iyo eke diploma. So by the time atakuwa narudi huku, because it is 2 years from now, at least agakorwo na diploma yake. When arikitie form 4 na agigithia gika oga kothi kanini guku, no ndakionire wira. Hindi ria githire na ku mabururi macio ma Gulf, wira uria kirutaga tondu ni akionaga okamushara kanini, arauga no wega eke ka diploma, na timu iritu mukuru. I think she's around 23 24. Do mundu cio by the time na no nyende ona ringiri twale mwe Gulf kana anake ale mwe Gulf kana na mabururi mangi mananja
ugikorwo no uhote ringi ku enroll kothi imwe guku we ugicoka guku tondu ni kaundu hihi ugubangirwo wega wikage online ona korwo okuria guothe uri ugicoka guku okorwo hindu agithomete ugakorwo wina diploma yaku ugikenda ku advance no advance na ni kindu kiega hihi ungihota gwetha nakio wira ni ugwetha nakio wira online. I have a guy I think he has done software engineering no maundu macio ma IT na niki mwana kinini muno no gitirekaga huhie tondu Ngai ni rakirathimire gikinini arikia gwika degree ya kothi iyo. He is here in Kenya no ararutira wira kambuni Ruraya na ni arakirihwo mushara mwega. Mwanake ucio riu atindaga nyumba na laptop arelaxite ni uguo riu agakiruta wira na akaheo kamushara kega. So ona we ndugaikare hau, kothi ici turakuhe ni kothi ungihota kuruta nacio mawira ma online no gakorwo kian besha na he undu ngindiraugaga ati we wita muciari ugakiroraga muno nginya kothi ire urathi kuhe mwana utigakorwo kwi mwana urathukuma ta ngiri tuge ta ngiri 200 na ararutira wira nyumba arelaxite na akuruta wira mathaa America na mathaa 3 we nawe utware mwana kothi ici cia gukinoga akarutaga wira muritu mwisho wa mwezi ona ndangihota kuona mbeca ta icio akuheo kanyamo kanini. So ni vizuri pia kuangalia hapo mahei kothi njega iria ciratwarana na mahinda na kothi icio ciothe twina cio guku cyber security and ethical hacking, twina ungenda gwika maundu ta ma graphic design twina cio guku. It's a very nice course. Twina kindu ta IT togo dakwira, web design, web development, digital marketing, film and media production, videography and photography, animation tukametwara na maundu ma AI, maundu macio mothe magathie magirite na undu uri ungika ni muhuthu muno gutunyitana na beno ya thimu 0724333313 kana 0113504043. ungenda maundu ma moko ta electrical installation, maundu ma thitima twinamo, plumbing twinayo, twina solar installation, twina maundu ta ma CCTV installation na no tuguthie tukiongagirira mangi maingi. So kindly tugetikire gutuhurira na namba yo kana gutusherera guku kwitu mwena wa uriru handu hetagwo OJ na ukenigetha tutorane hamwe na tukuranie hamwe. Riu muthenya wa muthi ndina rugano ruru ngwenda tuthikiririe mwitikire tugeithio ni mugeni wakwa twire maritwa make tucoke tuthie na mbere. Karibu sana my guest. Asante sana Simon, nishukuru. Asante. Hata kwa sababu ya kuniita hapa. Si kawaida. Kwa majina yangu naitwa Mary Gasheri. Mary Gasheri. Gasheri. Nimesaliwa kutoka Meru. Upande wa Maua. Mbande ya Maua. Yes. Meru Maua. Na nimesema leo nikuje nishare story yangu kwa sababu ya yule msikilizaji ako pale anaweza kuwa amepitia kama yale nimepitia. Na anaweza pata anaona kama si yeye peke yake na Mungu atatusaidia tu hata mimi amenisaidia mpaka mahali nimefika. Amen. Asante sana, karibu sana, feel free. Tunataka kusikiza story yako. Kuanzia kuzaliwa, venye umegrow, venye umepitia, ndio hata uweze kuencourage mtazamaji wetu. So feel free. Okay, mimi nimesaliwa Meru. Na nikalelewa tu hapo Meru. Na vile maisha yangu haikuwa mzuri sana ama ya familia yangu. Tulingangana juu pale nilizaliwa mimi babangu alikuwa nikizaliwa mimi ndio first born. Na nimesaliwa tukiwa watoto watatu. Vijana wawili na mimi ni first born pale kama msichana peke yake. Na vile maisha ilikuwa mzuri nimepitia. Na njoo babangu alikuwa wakati nilikutaka kufuatilia ile story ya babangu, niliambiwa babangu alikuwa anafanya kazi kwa meli. Kwa meli. Side ya Mombasa. Sasa hii umekuja kufuatilia mahali umeanza kujijulia ama? Yani nilikuwa naambiwa tu. Sasa nikaambiwa alikuwa aliumwa na cerebral malaria pale kwa maji. Okay. Na kuanzia hapo ndio shida yake ilianzisha. Shida ya nini? Alianza yani kukua sasa kama mwenda wa simu. Alikuwa mwenda wa simu wakati hakuna ndawa. Kichwa yake inaharibika kabisa ama hajadungwa shindano.
Juu shindano na ilikuwa inaandungwa after 2 weeks na ilikuwa ya pesa mingi, si pesa kidogo na mandawa alikuwa na mesa kila siku. Shindano ilikuwa ya ngiri 3 na sasa pale mamangu ndiye alikuwa tu anang'ang'ana na maisha na vibarua vile tunaweza kula. Juu babangu sasa kama hakuna ndawa ama hiyo shindano hakuna kitu alikuwa ana provide ama hata ashikanisha ama asaidie. Okay. Sasa maisha ikawa hivyo lakini Mungu akasaidia tukakuwa tu hivyo na mashinda. Ndio sasa wakati babangu alikuwa akigonjeka tu hivi hatuna amani pale kwa ile ngoma. Kwa nini alikuwa anafanya haswa? Okay, babangu akiwa hiyo kama hakuna shindano hata majirani hawakuwa na amani. Kwa nini? Alikuwa tu anaenda anakoroga kila mahali. Unajua sasa anjielewi. Anaweza kuja hata apate tunapika hapo achukua hata chakula amwage, hataki kujua kama tutachomeka ama hatutachomeka. Ama hata achukue moto arushe huko. Yaani zile vituko tu za mtu mwenda wasimu kabisa ndiye alikuwa anafanya. Mamangu anatoroka anatuacha pale wiki 2 ama wiki 1. Sasa mnabaki na yeye. Tunabaki na yeye pale na sisi sasa tuwezi kaa pale, njoo anatupiga pia sisi tunaenda tu kutoka kwa majirani. Tukawa maisha yetu imekuwa mbaya kabisa. Sasa wakati hata kuna wakati mwingine alipatanga nimeambiwa nishamishe ndengu na mamangu na akachukua zile ndengu akamwaganisha huko na nikachomeka hii mkono yote. Sasa ilikuwa tu nikapelekwa hospitali nikakuja nikapona. Sasa maisha ilikuwa hivyo nilikuwa mpaka shule ikawa ni ngumu sasa. Ndio sasa hata mko na chakula lakini hamwezi pika. Ndio sasa kama hajandungwa hiyo shindano hamtakaa na amani kabisa. Lakini akindungwa anatulia tu analala tu. Ikiisha kwa mwili ni hiyo ndio shinda. Sasa ilikuwa inaisha after how long? Sasa kama tuseme amendungwa wiki 2. Wiki 2 ikiisha kama hakuna pesa sasa hiyo atarudi tu nomo vile tu. Unapata pesa za kumdungisha ama kuna sasa alikuwa anakaa hivyo sana? Kwa pale kwa ile shamba mamangu kulikuwa na miraa kidogo. Ndio mamangu alikuwa anaita mtu anachuna, anaenda anamuusia, anamletea pesa kidogo. Ama hata anaenda kwa vibarua tu anatafuta na kwa shamba kufanya vibarua kwa mama huko kwa kijiji. Okay. Sasa ikawa hivyo, mimi shule naye ikawa ni ngumu sasa njoo saa zingine hata anaweza funga nyumba na akatae kufungua. Hamtaenda shule. Anafunga mkiwa ndani na mkiwa nje. Anafunga tukiwa nje sasa. Tumeenda kutafuta tuseme hata tumeenda kutafuta mahali ya kulala. Na yeye amekuja akaingia kwa nyumba tunaogopa kuingia tena, anaingia tu na anafunga pale. Anasema hakuna mtu ataingia. Tunakaa tu hatutaenda shule ama saa zingine anakaa vile ataona atoke hata saa 3 mimi nachukua nguo tu navaa naenda shule. Naenda tu naelezea walimu na ilikuwa ngumu hata walimu kunielewa. Sasa wale vijana wangu wetu ndio walikuwa wandogo pale. Nao walikuwa shinda jua tulikuwa sasa unajua msichana ndiye anapitianga kuliko vijana. Sasa mimi shule pale ikawa maisha naye ni ngumu sana. Juu saa zingine hata naweza kosa hata pant pale. Nyaipike mbele ya watoto wengine, mbele ya walimu. Haya nikisipoenda shule babangu ananitandika kabisa sana. Inafika mpaka mahali nilikuwa naenda kulala nje. Haya ukienda kuomba hata mahali ya kulala kwa jirani. Kesho yake akijua umeenda kulala hapo anakuja huko. Alikuwa anawatukana, anawapiga pia. Majirani sasa. Sasa ikawa hata majirani wanaogopa kutusaidia njoo sasa wanaogopa baba. Ikawa hivyo. Mimi nilingangana tu na shule, nikangangana. Nikafika class 5. Na sasa nikawa naenda hata kulala. Kuna wakati nilikuwa nalala kwa mti nje wiki mzima. Sasa ukilala kwa mti nje ukilala kwa mti. Sasa nilikuwa naenda hapo hata sasa hiyo avocado inakuanga hapo. Naenda tu napanda hapo najifunganisha na sweta. Kwa sababu sasa amekataa uingie kwa nyumba. Amekataa tukae kwa nyumba. Mimi kwanza alikuwa ananichapa. Hao wengine walikuwa wanaenda tu kusunguka huko. Sasa mimi naenda tu naingia hapo na najifunga hapo nalala mpaka asubuhi. Na siku moja ikawa nimelala sijui ni kufunga sikufunga vizuri hiyo ile sweta nikaanguka chini.
na nikavunjika mguu. Na ile uchungu nilikuwa nasikia, nililia sana. Wakakuja wakanichukua. Na vile walinichukua kwenda kwa nyumba, hawakutaka hata kunipeleka hospitali. Juu sasa mama naye hakuna hata pesa ya kunipeleka hospitali. Sasa nikakaa tu pale wakinichoma na maji moto siku 3. Jirani ndiye alikuja akawaambia hii mguu vile imefura ni kuvunjika, imevunjikia ndani. Sasa ndio huyo jirani aliambia mamangu, wacha nikusaidie twende tumpeleke huyu mtoto hospitali. Tukaenda daktari ikapigwa picha, akaona mguu yangu imevunjika na nikawekwa mawe. Nikakaa mwezi mzima sikusoma. Na sasa vile sikusoma, nikapata sasa shule wameshafanya mtihani, siwezi fanya mtihani tena, nikurundia. Nikarundia pale, nikaendelea class 5. Lakini ikafika mahali ile shinda nilikuwa napitia juu sasa nimefika wakati hata wa period sina pant. Hakuna mtu unayesaambia akusaidie, hakuna mtu anakuelewa. Mimi kulingana na ile stress nilikuwa napitia shuleni, kiambia babangu anielewi. Mama naye pia ana uwezo, juu sasa yeye anang'ang'ana na madawa na chakula vile tunaweza kula. Ilifika hivyo mimi nikaona sasa nikashindwa hata kusoma, sikuweza kuendelea. Kwa sababu ilifika mahali ikawa sasa hata uniform nimeishiwa, unaenda hata ukiona yani kivaa ni kama hata niko uchi tu. Uniform yangu ikawa imepigwa viraka. Mimi nikashindwa kabisa. Na vile nilishindwa, nilipotea. Nikapotea kwetu, ndio niende nitafute kazi, at least nisaidie mama yangu juu nilikuwa naona vile anateseka. Sasa mimi nikatoka hapo. Sasa ukiwa class 5? Nikiwa class 5. Nikatoka hapo, nikaenda, nikapata mama mwingine alikuwa jirani, alikuwa anaona vile tunateseka, alikuwa anatusaidia. Lakini ilifika mahali akatuambia sasa nyinyi mtangana na maisha yenu juu baba alikuwa anaenda anamutukana, anamwambia wewe nitakuchapa, sijui wewe ndio unaharibu kwangu. Na sasa yeye anaona anikuharibu, anaharibu, lakini nikuturumia, anaturumia yule mama. Yule mama akaniambia sasa kuna watoto wake wako Nairobi, anaweza wapigia simu nikuje wanitafutie kibarua. Tulikaa pale kule mama karibu wiki 2 akiwa amenificha tu ndio kazi ipatikane. Nikangojea mpaka kazi ikapatikana mahali pale. Na nikakuja Nairobi. Ile wakati midi ilikuwa unaandikwa 1,000. Maid. Ukiwa unaandikwa pesa mingi ni 1,500. Mimi nilikuja huku Nairobi, nikaenda upande wa Kitengela. Na nikaanza kazi yangu pale ya nyumba. Nikapata mama ako na watoto 4 na yeye na mzee wake. Na pale kwa nyumba ule mama alikuwa na mtoto ambaye hakuwa anajiweza. Yaani kama kiwete hivi, nitatumia hiyo jina. Alikuwa tu anakaa kwa wheelchair, hakuna kitu unaweza fanya, umpe chakula, umfanyie kila kitu. Mimi sasa nikapata huyo, mimi wakati huo nilikuwa na miaka 13. Nikang'ang'ana na maisha pale. Na vile nilikuwa nang'ang'ana na maisha pale sikuwa naweza kazi. Juu bado mimi nilikuwa mdogo. Sijawahi fanya kazi kama hii tena. Sasa nilikuwa tu nang'ang'ana juu ya shinda, sikupenda. Nikafanya kazi, yule mama anakuja, alikuwa Mjaluo. Alikuwa ananipigia kelele sana. Wakati mwingine hata anaweza kuja anipiga hapo. Lakini nilikuwa nalia tu na ninaendelea na maisha juu sasa. Yeye atakuchapa? Sasa anakuchapa juu ya nini? Ananichapa, anaweza pata nimepika chakula. Pengine hata imeungua juu sasa nina focus na ule mtoto. Huku ninapika. Bado wewe ni mdogo. Bado mimi ni mdogo. Huku naosha nyumba. Mara nafua manguo. Sasa anaweza kuja jioni akipata apate siamalize ile kazi yake. Anaanza kuniuliza ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa umekuja huku kufanya kazi? Lakini mimi nilikuwa tu nakaa tu nalia, lakini naamka tu najitia nguvu na ninaendelea na maisha. Tukaendelea hivyo na ule mama, lakini mzee wake alikuwa mzuri sana, alikuwa ananitetea. Anamwambia tu aachane na mimi, anifundishe kazi polepole. Ndio sasa anaona mimi ni mdogo. Sasa yeye akiambiwa hivyo ananirudia tena. Kwani bwanangu unajuana na yeye aje? Kwa nini anakaa akikutetea? Mimi namwambia hakuna kitu, simjui, mimi nilikuja tu huku nikiwa mgeni.
Sasa ikawa hivyo, anarudia bwanake naye wanateta kwa nyumba, wanateta. Anamwambia nitatafuta mfanyikazi mwingine. Bwanake naye anamwambia hapana. Huyu msichana mfundishe, atakuwa mkubwa na ataweza kazi. Mimi ilikaa hivyo, iliendelea hivyo Saimo. Yule mama siku moja juu ile kuchoka na choka. Juu sasa nimeshinda na yule mtoto. Niamke nimpe chakula, nimuoshe, nimbebe tena nimpeleke. Na alikuwa mtoto mkubwa, alikuwa na 18 years. Ni mtoto mkubwa. Ni vile sasa yani unaelewa wale watoto wanasali yangu hivyo. Yani unamwona tu ni mdogo lakini ni mkubwa, lakini alikuwa na nguvu. Ni ugonjwa gani alikuwa nayo? Alikuwa na shinda, hakuwa anatembea. Miguu yake ilikuwa ina nguvu. Hawezi tembea. Na pia mikono ilikuwa aliniambianga eti huyo mtoto wake alizaliwa kama ana mifupa ya ina nguvu. Sasa mimi nikaangana hivyo, ndio nakumbuka hata kuna wakati niliangukanga na huyo mtoto nikimpeleka kulala nikaanguka, huyo mama akakuja akanitandika sana. Kwa sababu ni mzito. Kwa sababu ule mtoto ni mzito, simuwezi. Akanitandika sana, akaniambia nitakufukuza, utaenda. Mimi nikajaribu kumpembeleza, juu nakumbuka yale nimepitia na kule mahali nimetoka, ile shinda iko pale. Nikamulilia sana, nikampigia mpaka magoti. Lakini akasikia na tukaendelea. Mimi nimekuwa nikapitia hayo yote. Na sasa ule mama siku moja kulikuanga na shinda ya maji kwa ile nyumba yake. Na maji ilikuwa inakuja usiku ama hata saa zingine mchana. Hiyo siku maji ikakuja usiku kitu saa 5. Wao wameshaenda kulala, akaniambia wewe ngojea maji ikikuja ujaze hizi drum. Uchote maji ujaze drum. Mimi nikakuja nikaweka maji, maji ikakuja nikaweka pipe kwa drum. Na wakati sasa nilikaa pale nikikojea ijanju zilikuwa zile kubwa kubwa. Mimi nililala na nikasahau njoo ile kuchoka na choka, na amka usiku njoo alikuwa ananiamsha saa 9 ya usiku. Ndio niwapikie chai, njoo alikuwa ananiambia niamke mapema nifanye kazi za asubuhi. Ndio aniache sasa njoo mtoto asinisumbue, nibaki sasa na mtoto peke yake mchana. Na ni watu walikuwa wanajiweza yani? Ni watu walikuwa wanajiweza kabisa sana. Sasa mimi nikawa pale, nikalala pale njuu ya ile uchofu. Na umeacha maji kinini? Maji ikiingia, nikashikwa tu na usingizi hapo kwa kiti. Na wakati maji ilijaa dramu ikaingia kwa machoo, ikaingia wapi mpaka ikawapata kwa bedroom. Yule mama alikuja hiyo siku, akawa sasa akaniuliza, akaniamsha, ndiye aliniamsha. Wewe ulilala na uliweka maji? Nikaamka, nikiamka hivi ni maji na kanyanga, makapeti zote zimejaa maji. Imeingia mpaka huko kwa bedroom zao. Nikaamka. Akanambia amka utoe hizi makapeti zote nje. Kapeti zilikuanga zile kubwa kubwa. Nikangangana hata siwezi kuinua hivi. Unajua ni mzito na imeingia maji. Mimi nilibeba nikatoa hapo nje. Akakuja akanambia nikiamka hii maji yote imeisha. Umepangusa yote. Sasa hiyo tunaelekea karibu saa 8. Akanambia nitoe hiyo maji, ndiye akarudi tu kulala. Simon nikangangana na maji. Nikangangana na maji. Nikatoa maji mpaka saa 9. Unaona mpaka saa 9. Akakuja. Akaniuliza hujamaliza kutoa maji mpaka saa hii? Nikamwambia bado sijamaliza. Akaamka. Akachukua alirushanga kikombe. Kanirusha kikombe hivi ikapita ikavunjika. Toka kwangu, wewe unanisumbua sana. Unanisumbua sana, nilikuwa nataka mtu wa kunisaidia lakini nimeona utaweza kunisaidia. Akaingia huko ndani, alikachukua mfuko kangu. Akanirushia, akatoka akafungua ngeti akanirushia huko nje. Akanishika akanirushanisha huko nje, akanambia toka, na akafunga mgeti yake. Hata hakunilipa pesa yangu. Usiku hiyo saa 9? Usiku saa 9. Na alikuanga ameniambia wacha anisevie njoo. Sasa kuna wakati sasa mtoto alianguka. Nilikaa chini nikamuelezea zile shinda niko mahali nimetoka vile kwangu kwetu kuko. Na nikamuelezea sasa anisamee, nikamjaribu kumuomba msamaha. Sasa akaketi chini naye akanijaribu
kunitia nguvu, akaniambia sasa wewe pesa yako sitakuwa nakupatia. Nitakuwa tu nakuwekea pesa na wakati utakuja kuenda nyumbani utaenda usaidie mama yako kidogo ndio utakuwa na pesa mingi. Akaniambia sasa hatakuwa ananilipa, ananipea pesa. Mimi nikamwamini tu na njoo niliona kama mama yangu na ninaona kama ni chakula nakula njoo hata huko hakukuwa tukua na chakula. Tunalala njaa, unaamka asubuhi unaenda shule, unakuja unapata hata ni uji tu iko pale ya unga ya ugali, unakunywa kikombe na unarudi. Na una kitu ya kusema, njoo ni maisha iko hivyo. Wakati nilikuja kwake niliona kama mamangu, yani niliona kama tu nilimtrust. Na njoo hata chakula napata ninakula pale, nani niko na amani. Nikapata amani pale. Sasa tukawa hivyo, sasa hiyo siku akafungua mlango na geti akanifukuza. Nikatoka nje. Sasa hiyo masaa. Hiyo ni saa 9 ya usiku. Nikaenda tu hapo, nikaona sasa hiyo limejaa maji njoo. Sasa maji nilikuwa nang'ang'ana kutoa. Nimeingiwa na baridi na tetemeka pale. Nikatoka hapo nje nikaona Sonja wale wa kulinda hizi manyumba kubwa hapo. Haya, nikamwelezea, akaniambia sasa saa hii anafukuza uende wapi? Akaniambia wacha nimpigie simu nisikize shinda iko wapi. Akampigia simu akuchukua. Akaenda akaniambia wacha nipige hiyo geti yake. Kaenda akagonga kengele, huyo mama hakujaribu hata kutoka. Sasa mimi Sonja akaenda akaniambia wewe wacha tufanye hivi, wewe keti hapa. Njoo saa hii inaelekea saa 10, uketi hapa asubuhi ifike tuone tutafanya nini. Mimi nikaketi hapo nikitetemeka tu mpaka asubuhi. Na vile sasa nilikaa hapo njoo hata nguo zangu zile zilikuwa pale kwa kamfuko ziliingia maji njoo nilikuwa nimeweka chini. Kwa hivyo singeenda kuchange. Nilikaa tu hivyo. Sasa asubuhi ikafika, yule Sonja naye akapata wakati wake ukaisha, wa mchana wakaingia. Na wakati wale wa mchana wameingia, yeye akaenda nyumbani, akaniacha hapo. Sasa mimi nikachukua tu njia, nikatembea tu na nguo zangu na nikaenda mali stage tu. Kulikuwa stage nikapata kijana alikuwa anauza biskuiti na sweet pale asubuhi. Nikamwelezea, nikajaribu, nilisikia kama anaongea Kikwetu njoo sasa hata hakukuwa na simu hiyo wakati. Anaongea Kimeru, anaongea Kiembu sasa. Yaani sasa nikasikia kama ni Kimeru lakini alikuwa Mwembu baadaye. Sasa mimi nikamuita, nikamuongelesha, nikamuelezea, nikamuuliza kama anaweza nisaidia nifike nyumbani ama ananionyesha njia anasaidia tunayo kwetu. Yeye akaniambia sasa hata yeye ameandika hiyo kibarua, amepewa au anauza hizo switi. Na lakini akaniambia naweza kupea mahali uende hizi nguo uanike sikauke ndio uchange. Tukaenda akanipeleka kwake pale. Na tukawa sasa akapika chai nikakunywa, zile nguo zangu zikakauka nikabandilisha. Yeye akarudi tu kibarua yake. Jioni akarudi, akapika chakula tukakula. Na tukakaa pale, yeye alikuwa kijana mzuri sana, njoo alikuwa tu na heshima. Huwezi pata vijana wa hiyo aina hiyo kama saa hii. Nikalala pale, akaniambia wacha anijaribu kuniulizia kazi huko kwa wale wamama wanakaanga huko stage. Akajaribu wiki moja ikaisha, ya pili ikaisha, hakuna kazi. Sasa mnakaa tu hivyo. Tunakaa tu hapo, yeye ananipea tu chakula nilikuwa nakula na ninakunywa. Sasa tunakaa tu hapo. Wiki 2 ikaisha na akakuja sasa kuniongelesha, akaniambia sasa yeye vile ameona amenipenda na anaweza taka nikuwe bibi yake. Tukakaa pale, akaongea na baba yake, akamuelezea. Baba yake naye akafurahia sana na tukaongea na yeye. Na baba yake akamwambia sasa wewe jipange, upate fare, mkuje nyumbani tuonane. Haya, sasa yule kijana tukakaa pale. Na baada ya mwezi tulikaa mpaka mwezi mmoja ikaisha. Baada ya mwezi mmoja yule kijana nikawa mgonjwa sana. Nikaumwa na tumbo, nasikia sina nguvu. Tukaenda hospitali nikapimwa, nikapatikana sina malaria. Hakuna ugonjwa inapatikana. Huyo daktari akaniambia sasa wacha tujaribu kipimo tuone kama uko na mimba.
Tukaongea akanipima nikapatikana sasa niko na mimba. Ndio sasa ilikuwa inanisumbua huyo ugonjwa. Akaniambia nisikunywe madawa yoyote, nirudi sasa akanielezea tu vile nitakaa. Tukarudi kwa nyumba. Na vile tulirudi kwa nyumba, sasa kijana naye akaelezea babake njoo babake ndiye alikuwa na uhusiano sana na babake. Njoo sasa yule mama babake alikuwa ameoa si wake real. Babake huyo mama alipata huyo baba yake na huyo mtoto. Ni mama wa kambo. Sasa walikuwa na uhusiano sana, akamuelezea, babake akafurahia sana na hata akaamua kututumia fare ndio hakukuwa na fare huyo kijana. Tukaenda mpaka upande wa Lamu. Walikuwa wanaishi Lamu. Walikuwa wanaishi Lamu. Juu wao walisaliwa Nakuru. Lakini sasa wakaenda huko Lamu. Huyo mama sasa walikuwa wamekosana na bwana na huyo baba yetu sasa. Akaenda huko Mpeketoni akashika mashamba na vile alishika zile shamba sasa wakakuja wakarundiana. Baba akamfuata na watoto sasa. Wakaenda kukaa huko, wakaishi huko sasa ikawa ndio nyumbani. Ndio Nakuru naye hakukuwa na shamba yoyote. Walikuwa tu wamekaa mahali tu kidogo. Sasa vile walipata shamba huko walifurahia na wakaamua kukaa huko Mpeketoni. Sasa tukaenda kule, baba akasema tusirudi town tena. Ndio sasa ameona vile niko, akaambia kijana kaa hapa. Tuone vile kutakuwa sasa njoo ukienda huko mambo itakuwa ngumu. Kijana tulikaa huko, kuna nyumba huyo mama mtoto wake alikuwa anaishi Nairobi. Kuna kanyumba alikuwa pia huyo mama alikuwa na mtoto pia. Alikuwa na watoto. Alikuwa ameolewa akiwa na watoto 2 na sasa akakuja akazaa wengine 3 pale. Sasa alikuwa amejenga kanyumba pale kama tope. Hapo ndio tulienda tukaingia pale. Na vile tuliingia pale tukaanzia maisha na hapo. Na baba akamongelesha akamwambia sasa hao watoto angawie. Njoo tulikuwa tunakula kwake. Lakini sasa ilikuwa ni ile mateso tu. Unaweza shinda. Mimi nilikuwa naona tu ni maisha tu, lakini baadaye ndio nilikuja kugundua bado hiyo shinda ilianzanga kutoka kitambo. Njoo hata kama ni chakula na kuna mahindi, kuna maharagwe, anaweza kaa hivyo. Asema yani ni kama atupiki anakuja kupika kama jioni. Nikimuuliza hata tunapika nini, hata niambia. Yani mimi nashinda pale niko na mimba. Nashinda na njaa tunapika jioni. Nikaisha saimo. Nikakonda. Sasa pale tukakaa huko miaka 3. Kukaa miaka 3 pale kule. Huyo baba akasema sasa nataka tuende juu sasa nimeshapata mpaka mtoto. Na alikuwa ameambia huyu mama atungawie vitu, tukaanza maisha sasa. Na akamwambia tupe shamba ndio nilimie watoto sasa. Tukakaa pale, baba akakuja kuniambia sasa nataka utwende unionyeshe kwenu ni wapi. Tulitoka hapo tukapanga tukaenda mpaka Meru. Na vile tulienda nilipata babangu aligonjekanga. Baba yako? Saindi ya vile nilikuwa nimempata. Alikuwa nikaambiwa sasa ni story naambiwa njoo sasa unaona nilitoroka kule na sikukuwa hata na simu. Nikaenda nyumbani nikaambiwa sasa alipatikana na kansa. Nikapata babangu hata kuongea anaongea unaweza ukiongea na yeye anakaa hata dakika kama 10 ndio akurudishie sasa. Njoo ile uchungu anasikia kansa, njoo alikuwa na kansa ya throat. Tulijaribu kuongea na yeye. Sasa tukijaribu kumuelezea mambo unasikia akisema yeye hataki njoo mimi nilitoroka pale nyumbani. Sasa niliona kutoroka ndio kuzuri. Nirudi tu mahali nilienda. Lakini tulijaribu tu kumpembeleza, tukaita mayango mwingine alikuwa hapo. Akajaribu kumueleza, akamueleza mpaka akakubali. Na sasa wakaongea na yule mzee baba mwingine na tukakuja kurudi Lamu sasa. Vile tulirudi Lamu tulienda sasa njoo baba aliketi chini akaambia mama ameona wasasi wangu njoo mama hakuenda. Yeye alisemanga kuna mambo akonayo ya siku 3 hataweza kuenda hiyo safari.
Sasa tukarudi akamwelezea wameonana na wasasi wangu na sasa wamepanga hivi na hivi waone vile wataenda. Kwetu msichana akiolewa mara kwanza kuna ile nitangwa Gitundu inapelekwa na inafuatwa. Sasa baba Gitundu. Gitundu sana nini? Sasa kama kitambo ilikuwa tu ni miraa, unapeleka tu miraa. Kuna miraa wase wanaenda pale wanakula. Yani sasa wewe kama wewe ni msichana na kijana mnawapea ndio sasa waone kabisa mnaoana. Lakini sasa hii mambo ilibadilika, ni pesa inapelekangwa. Sasa ile Gitundu ilikuwa ukipelekewa hiyo miraa haikuwa na kitu kingine. Sasa baadaye ndio watakuja waifuatilie sasa na pesa ama chakula, mandisi, hivyo vitu kama hizo. Okay. Sasa wakaambiana njoo sasa huko ni mbali, hawezi fanya hizo vitu mara mbili. Yani wapeleke mara mbili, afadhali wapangane wapeleke tu mara moja. Yule mama mzee akaambia mama, sasa wewe tafuta wa mama hata kama ni 5 na njoo ni mbali hatutaenda na watu wengi na mimi nitafute wasee. Sasa yule mama alikataa. Yeye akasema yani sasa hataweza pia. Sasa hapo ndio mambo ilianzia. Mzee sasa akaenda kwa kanisa wakaongea hiyo mambo kwa mama tu wakajitolea wakanipelekea hiyo Gitundu na wakaifuata tu hiyo siku moja tu. Sasa kuanzia na hapo sasa mama ndiye alianza kuonyesha, ndio mimi mwenyewe nilianza kuona zile kalazi zake sasa. Juu sikuwa namjua. Lakini sasa nikawa najiuliza huyu mama anakataa mpaka kunipelekea kuenda kwetu ni mama mgani? Mimi nikanyamaza tu njoo. Sasa nimeanza kuona zile nini tabia anafanya. Tukawa hivyo wale mzee tukapeleka Gitundu tukafuatia na tukarudi Lamu. Babangu akafurahia na mamangu pia. Na sasa mambo ikawa iko sawa na wakasema wametuachilia juu alikuwa amenibeba kwa roho lakini wametuachilia na wakatupea baraka sasa pale. Wazazi wangu sasa. Tukarudi vile tulirudi Lamu. Sasa hapo ndio mama akaanza tu vituko tu. Akaanza kusema sasa yule kijana wake ameoa na anataka kuleta bibi. Yule kijana wake sasa mwenye yule first mboni wake sasa. Na ile nyumba unaona ndio tunakaa sasa. Haya, akarudi akasema hiyo shamba vile nilikuwa nalima sasa itapungua, itakuwa hivyo. Ndio alikuwa amenipea shamba ya kulima pale, nilikuwa nalima mahindi, hizi rangi za kupaka nyumba. Sina limango huko, nilikuwa nimepanda rangi mingi sana. Rangi? Hizi rangi za kupaka nyumba. Rangi zinatengenezwa? Sina kuanga kama kahawa. Unaona kama ama pamba. Unaona sasa pamba. Sasa vile pamba inakuanga alafu inakuja ikikomasi inafungukanga. Hizo rangi ziko hivyo. Sasa zinapandangwa tu siku tu mbegu tundogo. Lakini sasa kinatoka kikiwa kimti kikubwa kama kahawa. Kinakuwa round. Alafu kinatoa maua, kinaweka hizo mbegu. Sasa ikikomaa inafunguka kama vile vya pamba. Sasa ndio mnaenda mkivunja hivyo, mnaweka tu mahali pamoja, mnapiga kama maharagwe. Inamwagika. Sasa hiyo mnauza. Inakuanga bei kali sana. Ndio kilo moja ikiwa chini unasikia 120 ama 110 hiyo wakati. Sasa mimi nilikuwa nimepanda na ikawa sasa unaona sasa mimi pale nimekaa mpaka nimepata watoto 2. Haya, sasa baba 2020 baba akakuja akakufa juu ya corona. Baba kijana sasa. Baba ya kijana. Baba kijana. Sasa umebaki na yule mama. Tumebaki na mama na mzee wangu pale. Mzee wangu tu anang'ang'ana vibarua. Tunang'ang'ana kulimia ile marangi. Juu inatakanga usafi wa hali ya juu. Sasa tukawa pale ile shamba vile baba alikufa, mama akaanza vitina sasa. Akaanza vitina 2022. Akaanza kusema sasa mimi hii shamba sasa itawezekana mkae sasa huku. Juu sasa unaona vile alisema mtoto wake anakuja, tuling'ang'ana tukajenga kanyumba.
tukajenga kanyumba ketu kama mabati 8. Na tukaanza kukaa pale. Lakini hata ilikuwa tu ni uongo juu hata tangu hata vile nilitoka huko hiyo nyumba bado iko tu pale. Huyo kijana hajawahi kuja. Sasa mimi nikawa tunang'ang'ana tuna maisha pale kulima. Watoto wamefika wakati wa kuenda paka shule. Na mama naye ameanza fitina sasa, hatuna amani pale. Anakuja hata anasema hiyo shamba mimi hata akakuja akaanza kuambia mpaka kijana utabidi ukatafute mama yako mahali alienda. Mimi si mama yako. Hata baba yako alinipea shinda sana. Njoo nilitokanga huko Nakuru njoo ya mateso ya baba yako. Nikakuja kushika hizi shamba nilisikanga ikiwa nilipatanga hizi shamba zikiwa vichaka. Nikatengeneza ndio babako akanipata huku. Sasa hata nikisema siwapei kitu yoyote niko na ruhusa ya kusema hivyo. Sasa hata kuna wakati ilifika akatufukuza tu tukaenda kukodisha nyumba. Kuna tauni inaitangwa Kibaoni. Tukaenda hapo. Tukaenda hapo njoo sasa hatuna amani, tunajaribu kumpea heshima kama msasi, lakini yeye haoni. Yeye anakuja tu hata kama ni shamba tumelima, mahindi yetu ndiye atakula. Unapata zile marangi ziko saidi upande wa mpaka yangu na yake. Hizo anakuja anavunja na utamuuliza. Ukimuuliza ni shinda. Na mimi nilikuwa namuogopa njoo unaona ni msasi. Sasa siku anaongea mimi na kijana naye hataki kuongea njoo anaogopa amfukuze kabisa sasa. Sasa tukawa pale, tukaenda pale Kibaoni. Sasa hiyo wakati huo nilikuwa na mimba. Ikawa sasa nimeenda paka hospitali, nikaambiwa pressure yangu iko juu. Na sasa hii ni mimba ya 3 sasa. Nikawa sasa niko na mimba ya 3. Hospitali nimeambiwa pressure iko juu, nijaribu ku maintain. Lakini sasa unaona yale unapitia hapo huwezi maintain. Nikakaa tu hivyo, tunasumbuka nikilima, najaribu kung'ang'ana nikilima, anakuja anavunja mahindi zangu. Unapata kashamba ni kanusu umepakishiwa. Ukienda kuuliza ni shinda. Sasa tukaamua tuende town. Mzee wangu akaniambia acha tuende tukondishe. Juu sasa unaona hii pressure vile iko juu, ilikataa kushuka kabisa. Nikienda iko 170, 170. Tukaenda pale Kibaoni na watoto, tukakaa hapo. Na vile tuling'ang'ana kukaa hapo, maisha pia ikakuja kuwa ngumu sasa. Unaona sasa umeanza kulipa nyumba tena. Watoto ndio hawa. Wewe mwenyewe sasa siwezi hata enda kibarua yoyote. Mzee ndiye anang'ang'ana kile anapata na unajua huko sasa kukuangi na vibarua ya maana. Juu sasa security huko pia sio mzuri. Unapata saa zingine sababu nisisikia hata walionekana pale. Hata walipitia hapo. Nani hao sasa Al-Shabaab? Al-Shabaab sasa. Sasa unaona hata kuenda mbali kutafuta kibarua ni shinda. Unaenda tu mahali unajua hapa ni kwa fulani. Sasa mzee wangu akang'ang'ana hivyo, nikakuja kupata huyo mtoto wa 3. Na vile nilipata mtoto wa 3 tukakaa. Tukaenda kumpembeleza juu sasa maisha ilikuwa ngumu. Nikaenda nikaongea na mama wa kijiji, nikamuelezea. Akanichukua akaniambia wacha tuende saa hii kwa yeye. Tukaenda tukaketi na yeye tukamuomba nikamwambia mimi kama kuna mahali nilikukosea unaweza tu niambie hapa nilikosea na nikuombe msamaha. Juu mimi najua wewe ni msasi na siwezi kukosea nikijua ninakukosea. Yeye akasema hapana, hakuna mahali umenikosea, lakini mimi nasikianga uchungu sana nikiona vile huyu mtu sasa kijana wangu unajua aongeangi yeye. Mzee wangu hakuwa anaongea. Alikuwa tu ananyamaza, unaona? Lakini saa zingine kuna siku nyingine naye sasa kabla tuende huko kwa mtaa alikasirika. Njoo na ile kukasirika alikasirika. Kuna kuku alikuwa amelisha hapo kuku 8. Na vile aliweka hizo kuku 8 pale, mama abandala atatuambia tufungie kuku. Njoo alikuwa amepanda ndengu na kunde. Yeye hakutuambia. Alienda tu akawekea kuku ndawa, akaweka tu ndawa. Kuku zote zikaisha, kuku 8. Sasa huyo kijana mzee wangu akaenda akamuuliza, "Kwa nini unanifanyia hivi? Si ungesema tu tufungie kuku, bandala uwekee ndawa." Alikuwa mtu na roho mbaya aje. Huyo mama tu ni Mungu anajua.
Sasa na hata hizo kundi asikuwa zimetoa maua njoo, kama singekuwa zimetoa maua hatungefungua. Sasa mzee akamuuliza, vile alimuuliza akamwambia, sasa hapo ndiye alianza hasa kumuelezea kila kitu. Akamwambia usinisumbue, hapa ni kwangu. Hapa ni kwangu. Na hata utatoka utakaa hapa. Utarudi huko Nakuru uende huko kwa baba yako huko. Huko ndio kuna shamba zenu. Sasa kijana akamwambia, ujue hizi shamba hata babangu amengaramika, juu kama ni pesa ametoa na tuko na haki hapa, niko na haki ya kuongea hapa. Sasa wakaanza kuvishana vile. Nikamwambia mzee wangu nikamwambia bwanangu achana na yeye. Alikuwa mkabila gani huyo mama? Huyo mama ni Mkikuyu. Ni Mkikuyu wa Nakuru pia. Kwao sio mbali. Okay. Sasa akamwambia hapa ni kwangu, usiniletee. Akaanza kumwambia sasa vile babake alikuwa anamfanyia. Sasa hapa ako na right ya kusema hakuna kitu atapata hapo, shamba ni za watoto wake. Sasa nikamwambia tu bwanangu achana na yeye, juu unaweza pata laana tu juu ya hiyo mavishano, wachana na yeye tu. Si tukaendelea hivyo. Haya, vile tuliendelea hivyo sasa umeona sasa tumeenda kukondisha. Na tumerudi sasa, maisha imekuwa ngumu, nimeenda kumpembeleza na mama wa kijiji. Nikaenda tukaongea na yeye na akakubali. Akasema njoo, mimi nilimwambia sijawahi kukosea. Hata kuongea yote unaongeanga sijawahi kurudishia. Kwa nini unakubali nitesekea na watoto huko? Hata kama ni bwanangu amekukosea, si tuambie tu tukuombe msamaha. Sasa hapo akaingiwa na huruma, akatuambia turundi. Okay. Akatuambia turundi na hatutakosana tena. Tukarundi pale, nikaenda nikaelezea bwanangu. Bwanangu hakuwa anataka turundi, njoo alikuwa ameteseka hapo vya kutosha. Lakini nikamwambia sasa njoo sisi ndio tunaumia, hao watoto sasa tunalipa nyumba. Hata hiyo pesa ndio tungekuwa tunalipa school fees ama chakula ya hao watoto. Tukarundi pale nyumbani. Na tukaanza kulima. Sasa niko na mtoto. Unaona niko na watoto 3 sasa. Wasichana 2 na kijana mmoja. Tukakaa hivyo. Vile tulikaa sasa venye alisemanga kijana yake anataka akuje huku kutoka Nairobi, alikujanga? Hakukuja. Hata wale hajai, ni ile tu anaendanga, anamtembelea anarudi. Alikuwa anataka tu tutoke kwa ile nyumba. Unaona ni njia tu ya kutuangaisha. Okay. Sasa tukarudi nyumbani, nikaanza kulima. Shamba akanipatia, nikaanza kulimia watoto. Tukaendelea sasa, hata hiyo wakati ndio tulipanda sasa hizo marangi vizuri. Tukapanda hizo rangi shamba msime, hiyo alikuwa ametupea. Tukakaa pale 2022. Pale 2022 mzee wangu sasa ilikuwa Sunday. Ilikuwa Saturday. Nikawa sasa unaona ule mtoto ameanza kutembea. Nikaenda pale, nikawaacha tu asubuhi, nikaamka, nikatengeneza chakula, nikawaachia na watoto wengine. Sasa hao wengine ni wakubwa kubwa kidogo. Na unaweza waachia na mtoto na wampea hata chakula na uende mahali tu na urundi. Mimi nikaacha ule mtoto alikuwa ameanza kutembea. Pale nikaenda kibarua, nilikuwa nimeitoa hiyo kibarua ya kufunja hizo marangi. Kaenda nikashinda tu huko. Msene alikuwa amepata kazi ya hoteli Garissa. Na akatuacha akaenda. Sasa nikawa pale kwa shamba, mimi sijui kenye kinaendelea nyumbani. Nikakaa pale. Jioni saa 10 nikatokea kibarua yangu, nikakuja. Nikikuja nikapata kale katoto kandogo. Nikutapika kanara. Ati? Nikutapika. Aka kenye umepata kamwisho? Sasa kako kijana. Mimi nikachemsha maji, nikaweka kachumbi, nikifikiri hata ni kitu mbaya alikula, tumbo ikamwaribikia. Nikamnyonyesha, nikachukua maji na chumvi nikamwepea. Nikimpea maji anaalisha tu hiyo maji. Unaona? Na kutapika. Kana tapika alafu kako na joto. Mimi nikaamka, hata sikuoga. Nikapigia mzee wangu simu nikamuelezea, akaniambia mpeleke hospitali. Nikamchukua nikamweka kwa mgongo na nikaanza safari. Sasa hiyo imeshafika kitu saa 11. Sasa huko kulikuwa chini huko kwa mashambani, hakuna hata pikipiki, hakuna gari, ilibidi tu nitoke na mguu.
Nikaanza tu kutembea na miguu. Nikaenda mbali. Nikaona nisikia mama akiniita nyuma yangu. Juu sasa unaona kichwa hata sifikiri chochote. Nikungangana tu nikimbie hospitali. Nasikia mama akiniita pale. Akaniuliza hebu simama nikutengenezee hiyo shingo ya huyo mtoto. Okay, huyo mama sasa. Huyo mama sasa kwa barabara tu hata simjui. Akakuja. Akashika akijaribu kusimamisha mtoto akifikiri ni kulala amelala. Akijaribu kumsimamisha shingo aisimami. Akanambia hebu fungue hiyo leso. Mimi nikafungua leso. Akaketi na mtoto hapo chini kwa nyasi. Akaniuliza unaenda wapi? Nikamuelezea sasa vile nimekuja nikapata mtoto na ninataka kumpeleka hospitali nyingine ilikuwa huko juu. Okay. Mama akaniuliza wewe ukibaba mtoto alikuwa sawa? Nikamwambia alikuwa sawa, lakini sasa ile kitu imefanya nimpeleke hospitali niyo kutapika na kuhara na hiyo fiba sasa njoto. Okay. Mama akaniambia wewe, huu mtoto hapana. Akaniambia acha apigie mtu mwingine wa pikipiki anamkujianga hizi nasi. Akuje atupeleke haraka. Akakuja, kampigia simu akakuja, akatubeba, tukaenda hospitali. Kufika pale, daktari anasikiza mtoto roho, anasema mbiti ya mtoto iko mbali sana. Mtoto sasa hiyo hata macho sasa hata yani ako chini kabisa. Sasa kidogo daktari akasema mtoto ameshaenda. Mtoto amekufa. Sasa hapo mimi niliishiwa nguvu. Nikaishiwa kabisa. Sasa hapo lakini hata daktari sasa akaniambia alikuja wakati walikuja kunifanyia counseling. Wakaniambia sasa huyu mtoto ni kama aliishia tu kwa barabara. Okay. Na huyo mama baadaye pia mama alikuja kuniambia unajua niliona huyu mtoto ako vibaya ni vile sikutaka kukuambia. Kwa hivyo nilikuwa nimebeba mtoto ameshaenda kitambo na mimi sijui. Sasa ikawa hivyo tukarudi tu nyumbani. Sasa mtoto ameenda. Mtoto ameenda sasa. Kapigia babake nikamuelezea. Akakuja kesho yake. Na sasa vile alikuja tukijaribu kuuliza hata watoto nini mtoto alikula mchana ni hiyo tu chakula nilikuwa nimepika hapo mandizi. Ndio walimpea wanasema hivyo. Unajua ni watoto wadogo sasa hata hawajui ni nini. Unaona? Si tukawa hivyo mtoto mama sasa hata kupeana mahali ya kusika mtoto wangu hataki kabisa. Sasa mlimzika wapi? Alianza sasa kusema hii shamba sijui asina title, sijui hatuwezi weka makaburi hapa nini na nini. Sasa wao watu wa kijiji wakamwambia wacha tuende kwa chief tuongee sote tusikie kama atakubali tusike. Na sasa hiyo anaongea hivyo wakati baba mzazi alikufa. Amezikwa wapi? Amezikwa tu huko. So ni fidina tu hapo. Sasa sasa tukaenda kwa chief. Ikawa sasa amekosa kitu ya kusema ndio aliuliza swali akashindwa kumjibu. Akauliza si mzee tulimzika tu hapo. Sasa shinda niko wapi? Nilikuwa nasema tu ni hiyo tu moja mlikubali ndio maana nilikuwa nakataa. Sasa mama chifu akatuambia ndani msike mtoto. Tukaenda na mtoto akasikwa na bado tukaendelea tu na maisha. Sasa ikawa mama vile hata mtoto anaendanga hata kuna machungu ilikuanga hapo kwake. Hata mtoto akichukua machungu hivi ya kule ni shinda. Anakuja anatutukana atanituambia yani hapo ndio sasa alianzia wazi sasa. Sasa amebadilika kabisa. Amebadilika kabisa sasa. Tukakaa tu tunangangana na familia tu mimi na nyamaza tu nilikuwa naambia Mungu tu anisaidie kunyamaza juu nilikuwa nasikia hasira lakini njoo hata yani unakaa tu hivi unaona sasa huyu mzazi anataka muende wapi? Hakuna mahali nyingine mnaesaenda. Huyu mtoto hata kama si wake ni wa mzee. Unaona? Na hii nguvu yote ako nayo ni ya huyo mzee pia. Unaona? Lakini naambia tu Mungu anisaidie nivumilie. Sasa tukakaa mtoto amekufa. Tukakaa hivyo mzee wangu naye anaenda tu kwa Garissa anafanya kazi, anakuja. Sasa mzee wangu alikuwa mpaka anamnunulia hata kitu akikuja, akininunulia kama ni sukari ameninunulia na yeye anamnunulia anampatia. Lakini hata hivyo yote alikuwa anafanya hakuwa na shukrani.
tukakaa hivyo. Sasa 2023 mzee wangu akakuja, kazi ikaisha huko. Akaambiwa kazi imesimama, wataitwa. Haya, tukakuja, tukaanza kukaa hapo kulima sasa. Tukalima zile rangi zinasaa vizuri. Tukalima, yani ukiona shamba kila mahali ni chakula tu. Hiyo mwaka sasa tukakaa, kulikuanga Sunday 2023 sasa. Kulikuwa Sunday, tukaamka tu asubuhi nikapika chai. Nilikuwa tunakunywa chai hapo, akamuita. Akamwambia hebu kuja, njoo yeye alikuanga na mbuzi mingi. Akaita mzee. Hebu kuja niangalilie hii mbuzi iko na shinda gani. Ilisaa kama jana lakini iko imetoa ile nini? Placenta. Haiko imetoa. Sasa mzee wangu akaenda akamwambia busha maji, akamwambia ashemshe maji waipe. Sasa hapo ndiye alimpea akatoa mandisi. Alikuwa na mandisi imeiva, akatoa 2 akampatia, akakula. Vile alikuja akakuja tu vizuri, tukaenda kanisani. Tukajitayarisha tukaenda kanisa. Vile tulienda kanisa, tukarudi saa 7, tukakuja. Mzee wangu sasa nikitafuta kitu ya kuwapea pale, akaanza kuniambia Mary, nasikia naumwa na kichwa sana, sijui kwa nini. Nikamwambia hebu kunywa maji uone kama itatulia, pengine ni njua ndio tulikuwa tunaenda distance. Hakukuwa na magari ama pikipiki za kuingia huko ndani. Sasa kwenda hospitali yangu. Sasa nikamwambia hebu tulia. Akaniambia akatoka kama pale nje kwa nyasi. Kalala hapo. Haya akaniambia akaniita. Akaniambia hapana, hiyo kichwa inaniuma vibaya sana. Hayo ni kweli, ukimwangalia mpaka anauma, hizi mishipa zinatokea, zinafura. Yaani unaona the same day. Hiyo Sunday sasa. Unaona? Tukakuja hapo nikatuma mtoto kasichana kangu huyo mkubwa sasa alikuwa amingiro sasa. Alikuwa na miaka 11 hapo. Nikampatia 10 bob, akaenda akamnulia ndawa kwa duka nyingine ilikuwa hapo, akameza. Lakini vile alimeza haikutulia, akaanza kupiga kelele sasa. Akapiga kelele sana. Paka watu sasa mtu anakuja kuchungulia ni nini inaendelea. Mzee wengine walikuwa hapo wakakuja, wakatuambia sasa wacha tumpeleke hospitali, njoo huwezi kaa na mtu akilia hivi na ni mtu mkubwa lakini analia machozi na ni mwanaume. Wakangana njoo hata hakuwa anaweza kusimama hivi. Angesimama, wakamshika, wakambeba, wakapigia mtu wa pikipiki, kabla atoke huko Kibaoni ateremke mpaka huko. Wakakutana naye kwa barabara. Na mimi niko nyuma, nikaacha tu watoto tukaenda sote. Sasa vile tulienda, pikipiki ikakuja, tukaingia. Mimi nikaambiwa niingie na mzee mwingine. Na sasa mama ako pale nyumbani. Lakini hata ulisi ni nini? Hata ashughuliki. Sasa mimi nikapanda tuko pikipiki na mzee wangu na mzee mwingine, tukaenda nikiwa nimemshika. Tukafika pale. Tuendelee. Okay. Tukafika pale hospitali. Na vile tulifika hospitali tukawa sasa ameanza kutibiwa. Daktari wakaniuliza amekula nini? Hivyo nikamwambia mimi vile tu tulipika chai asubuhi. Na sasa mimi hata sikujua kama kuna mandisi alikula. Hapo sasa unajua alikuwa anaongea. Sasa akasema hata kuna mandisi nilipewa na madhe, nikakula 2. Haya, nikaulizwa ameikuwa na shida ya tumbo ama kichwa tena, nikasema hapana. Akapimwa. Sasa tukiwa pale ile harakati tu ya kuambiwa sasa leteni, fanyeni hivi. Mimi sasa ndio nilikuwa nimemshikilia huyo jirani yetu, alikuwa anang'ang'ana kuingia huko ndani. Nikasikia tu amenishika hivi kwa nguvu. Akaniambia Mary, vile nasikia ni kama sitaendelea, yani nasikia vibaya kabisa. Unajua hiyo ndio sauti ilikuwa tu ya mzee wangu ya mwisho. Hakuongea tena. Akanyamazia hapo. Huyo mzee naye akashughulika, tukaenda tukapewa kitanda. Akalala hapo na ongei sasa ni macho tu. Tukakaa hapo mpaka kitu saa 3:30 ya usiku. Na ndio sasa daktari walikuja tena kumpima, wakasema naye amenyamaza hivyo.
Ameenda. Akakufia hivyo tu. Akakufa hivyo. Kwani mama kuna kitu anafanya na asemi? Sasa ni kama kabisa. Njoo alikuja, unajua alikuja sasa. Haya, tukaenda sasa hiyo kusika bwanangu sasa naye ilikuwa na shinda. Njoo sasa vile tulirudi nyumbani, kesho yake alipanga safari. Huyo mama. Akaenda. Akaenda wapi? Sijui hata mahali alienda. Akaenda watu wa kanisa, njoo mimi nilikuwa naenda kanisa na tulikuwa na mzee wangu kwa kanisa. Hata sasa kama pasta ananiangalia, Mungu tu ambariki, njoo alitusaidia sana. Sasa vile nilikuwa hiyo kanisa tulikuwa tunaenda, vile niliwaelezea wakaanza kukuja pale. Sasa yule mama akaenda akaitwa hiyo siku. Akaelezwa akaambia sasa unaona sasa hata nikuitwa anaitwa yeye hawezi karibia hapo. Akaelezewa. Akasema sasa nitafanya nini? Kama ni Mungu amepanga ni sawa tu. Hai, watu wakaanza kuulizana ni sawa aje sasa ameongea aje. Hiyo tu akaenda akajipanga akatoka tu polepole akaenda. Tukafanya tu siku 3 matanga pale nyumbani, hayuko. Unaona? Sasa ndio watu walianza kumtafuta, akipigiwa simu ndio alikuja. Sasa akakuja akasema mimi nilisema wacha niende, njoo zile mambo zinafanyika hapa mimi hata nashindwa. Mimi hata nashindwa kabisa. Sasa yeye anaona, anatuonyesha yeye anastuka tukistuka. Unajua mimi vile sasa tukakaa tukashika yule baba bwanangu. Sasa tukakaa tukaendelea, sasa maisha ikawa sasa akaanza tu vituko. Anaweza kuja hata aniambie, yani unasikia vile anarusha tu mambo. Unaona? Anakuja kama tu hapo. Unajua watoto wako wamenisumbua sana. Sasa nani alichuna ile maembe ilikuwa hapo. Anauma anatupa. Sasa sijui nini. Unaambia mimi mtatoka tu muende. Sasa ameanza kuelekea. Ameanza sasa kutoa mambo. Yeye mwenyewe tu na mdomo akakuja siku moja. Sasa mimi hata nikashikwa na hasira njoo sasa zingine unasafumilia mambo tu unafumilia tu, lakini inafika mahali unashindwa utafumilia nini tena. Nikamuuliza nikuulize wewe sasa nitafungia watoto kwa nyumba mimi nitashinda hapa sitashinda hapa, najaribu hata kuambia na njoo ni watoto wandogo lazima watakuja huko na wakule hakuna kitu wanajua. Sasa mimi watoto wakikuja hata wachune machungo wakule, unakuja kunitukana mimi akaniambia sasa usiniongeleshe hivyo, unaniongelesha na ukumbuke hata mwenye alikuwa amekuleta hapa sasa sahi hayuko. Akacheka hiyo siku, akacheka sana. Kwa hiyo kuna kitu alikuwa anafanya, akapiga makofi. Akaniambia wewe unaniongelesha hivyo na unajua mwenye alikuwa amekuleta hapa alikuwa amekushikilia hayuko. Na eti sasa unakaa ukilialia hapa ukisema eti mtoto wako alikufa, huyo ni bwanako amekufa, na hata mkicheza nitawaumaliza nyote, mtakujiwa hapa maiti 3. What? Mimi hiyo siku nikashindwa. Huyo kuna kitu anajua. Nikashindwa huyo mama. Sasa mimi siku nyamaza. Nikaenda nikaelezea mzee mwingine hapo. Alikuwa jirani na alikuwa rafiki ya baba, sasa baba msasi. Nikamuelezea. Hata yeye akaniambia hapana, hii kitu inafaa ifuatiliwe. Akaenda akaita wasee wengine wale walikuwa wanafanya naye, akawaelezea pia wao, wakasema lazima tumuulize, njoo huwezi ongea kitu kama hii. Huwezi ongea tu hivyo kama hakuna kitu unajua. Unajua vile alikuja akawekwa chini akaanza kuulizwa, alikataa, akasema yeye hakuna kitu kama hiyo ameisema. Unaona? Kwa hivyo ni mtu mbaya. Hakuna kitu kama hiyo ameisema. Wasa wakaniambia sasa wewe fanya mambo yako, shughulika na mboma yako, tuone vile anataka. Mimi nikaendelea tu. Ikafika mahali sasa hata ile shamba akasimama akaniambia shamba yangu usijaribu kukanyanga. Unaona? Nikarudi tu kwa ule mzee sasa, nikamwambia sasa ameniambia nisilime shamba, watoto nitawalea aje? Mzee akaenda akanijaribu kumuuliza. Akamwambia shamba nilisema asikanyange. Asikanyange kwa hiyo shamba yangu. Shamba ni yangu na hakuna kitu hata anafanya hapa. Kwanza hata ana mtoto wa kijana. Kwa hivyo aende watoto wake waende wakakue malaya huko mbele. Hivyo ndio aliambia huyo mzee. Mzee akakuja amepanua mdomo akaniambia
Akanambia vile amenirudishia hata sijui. Sitakwambia. Sijui niseme nini. Akaanza sasa mzee akaanza kuniuliza mambo ya kwetu. Kwetu naye unajua sasa baba vile alikuja kugonjeka, alikuja kukufa sasa. Unaona baba yangu sasa msasi. Akakufa. Vile alikufa, mama yangu naye alishikangwa ni depression. Alishikwa na depression. Hata sasa mama yangu yuko lakini ni mwenda wa simu. Yaani hakuna kitu anaweza shikanisha. Pia mama yako sasa amegonjeka kama venye baba. Kama vile babangu aligonjeka. Ako hivyo. Sasa sasa hata nikitoka hapa nienda nyumbani. Mamangu hata hawezi shu. Yaani yako tu anatamka tu aende huko azunguke huko. Akichoka sasa akuje. Sasa tukawa pale, sasa mzee akajaribu kuniuliza kama naweza rudi nyumbani. Wanitafutie vile nitarundi. Sasa nikamwambia sasa nyumbani naye narudi kwa nani? Sasa vile na babangu naye alikuwa anagonjeka hiyo kansa. Kuna anko yangu. Anko yako? Brother yake babangu sasa. Sasa si yeye ndiye anamwangalia sasa. Anampeleka mpaka hospitali nini? Unajua aliuza shamba, babangu alikuwa na eka 3 za shamba. Yule anko yangu aliuza zote. Akisema anafuatilia baba yangu matibabu. Unaona? Sasa kabla hata watu wakuje kuundua vile anafanya, ilikuwa ameshamaliza kila kitu. Ameshameza kila kitu. Sasa pale hata saa hii sisi tukienda nyumba tu vile nyumba imejengwa, kitoka hapo kwenu unakanyanga shamba ya mtu. Unaona? Alibakishiwa tu mahali tu nyumba ilikuwa. Hapo. Sasa ikawa ule mzee ananiambia sasa wewe tutafanya nini? Ama urundi nyumbani. Nikamwambia sasa nyumbani nitarudi wapi? Naenda kupea mamangu stress juu ya stress zingine. Unaona? Mimi nikamwambia akaniambia sasa tutafanya aje? Na amekuwa nikamwambia wacha tu tukae. Akitaka kutua hivyo anasema atue tu mimi sina otherwise. Tulikaa pale. Mama sasa akaona mimi siendi. Juu na mimi nilikuwa naona watoto nawapeleka wapi. Huyo mama sasa. Huyo mama sasa. Sasa nikifikiria nitoke nakumbuka watoto. Unaona? Najaribu kuvumilia njoo hata at least watoto wakuwe wakubwa ndio nitoke. Unajua siku moja alikuja kama amekunywa bangi. Amevuta bangi. Jioni kitu saa 12. Huyo mama. Akakuja. Yaani ni ameanza kukoroga tu akaanza kutuambia sasa mimi sasa unaona mimi nikiona kitu naenda kuambia yule mzee unaenda ukinitumanishia watu wakiwa nani utanikosesha amani hapa ni kwangu hapa ni kwangu alafu nilikuwa nikipigia hata watoto wake hata vijana wake nao wananiambia hakuna kitu wataongea kama mama yake unajua sasa huyu ni msasi vile amesema wewe unafaa ufanye hivyo yani hata watoto wake walikuwa pamoja na yeye. Unaona? Sasa mimi ikawa hakuna usaidizi wote niko nao. Niko tu pale. Sasa mimi hiyo siku akakuja vile alikuja akaanza kuniambia tulikuwa tumeketi hapo tu kwa nyumba na watoto wangu. Nilikuwa nimewakisha njiko ya makaa nilikuwa nawapikia nayo. Ndio kulikuwa kumenyesha. Akakuja. Akanambia umeenda kunitumanishia tena. Unaenda kuambia watu nini? Walikuwa wamenisaidia kujenga hii kupata hizi mashamba. Zile shinda nilipitia walikuwa wanasijua. Akaingia kwa nyumba. Akaingia mpaka huko mahali nguo zangu nilikuwa nimeweka na za watoto. Akatoa zote akiweka nje. Akachukua kiberiti. Akaniwakishia njungu. Akaingia akachukua ile chakula na ile njiko akatupanisha huko nje. Mimi nikaanza kupiga nduru. Watu wakakuja. Watu yani akajitoa kama wasimu sasa. Akachukua ile uma ya kulima ile inaitangwa ditangi. Homa. Akaingia hiyo nyumba unajua huko sasa nyumba za matope ndio zinajengangwa. Akaanza kupiga ile nyumba ikimwagika. Juu ilikuwa ya matope. Ilikuwa ya matope. Ikimwagika. Unaona nguo zangu ameshachoma. Nikijaribu sasa ni kama alikuwa anataka tu nimpige aone kitu ya kusema. Na mimi nikagundua vile anataka. Lakini nikaambia Mungu tu anisaidie. Mimi sasa hiyo siku ndio nilitoka sasa nikachukua watoto wangu tu nikaenda tu nikasema enough is enough. Unaona? Juu sasa ilikuwa imefika mahali mimi nimeshikwa na pressure. Sukari ndio hiyo.
Unaona? Nikaona sasa hata nikikaa hapa nitakufa tu na niache hao watoto wakihangaika. Na sasa kama anatuonyesha hayo saa hii, watoto wangu kama siko wataonyeshwa magani? Unaona? Zaidi. Sasa mimi hapo ndio nilitoka tu, tulitokanga usiku. Saa hiyo ni karibu 2:30. Tukatoka tu tukaenda. Unaona? Unajua sio kama unajua ka stage nini? Kaidia kingine kanaitangwa Gariseni. Gariseni. Iko tu na huko. Ukitoka huko Mpeketoni Hiyo sijui. Tulikuja tu na watoto wangu na miguu. Saimo tulitoka huko na miguu. Tukikuja tu tukilala kwa barabara tunaomba kimali ya kulala. Ni mbali sana. Tukakuja mpaka tukatokesea hapo Gariseni, miguu ilikuwa imefura. Yaani tuko na njaa Tukakuja kufika hapo Gariseni, ndio tulipata hao polisi wanalindanga hiyo msitu sasa. Kuna msitu mwingine kubwa sana hapo huwezi pita. Hata gari yenyewe kama ni basi ya kutoka huko Nairobi inaendanga inawekwa security na gari 3 za polisi. Ndio huko ndio sababu wanaishingi. Inaitangwa hiyo msitu inaitwa aje Mungu wangu? Venye tu inaitwa ni sawa. Inaitwa tu nini? Inaitwa nitakumbuka tu nitakwambia. Nimeshikana na Witu. Sasa hapo ndio Mboni, inaitwa Mboni. Msitu wa Mboni. Sasa hapo ndio tulikuja tukapata hao maaskari hapo. Nikaenda nikaelezea askari mmoja hapo. Ndio sasa ukifika hapo huwezi pita hapo. Kamuelezea vile kuko. Akaniambia sasa kwa saa hii njoo ni wale tu maaskari wa security. Wacha nikutafutie lefti. Akaniuliza ukifika Nairobi utakuwa sawa? Nikamwambia nikifika huko hata naweza tafuta hata watu wa kwetu wanisaidie. Ama nifike wanisaidie vile naweza fika nyumbani. Akaenda akaongea na lori za kubeba melon. Wakatupea lift mimi na watoto wangu. Tukakuja mpaka Isili. Hiyo lori ilikuwa inakuja mpaka Isili. Na wakatuacha hapo. Ilifika kitu saa 9 ya usiku. Tulikaketi hapo tu kwa ofisi. Ikafika asubuhi. Na sasa vile asubuhi ilifika, njoo hata sijui ni wapi naenda. Unajua sikuwa najua Nairobi mimi. Sasa nikatoka tu hapo nje, kuna wamama wanausanga matunda hapo na maembe. Ndio sasa nilienda nikaelezea mama mmoja. Huyo mama naye ni Mkisii. Nikamuelezea vile tumekuja vile kuko. Akaniambia sasa saa hii mimi sina usaidizi, lakini kuna mama najua mahali anaweza wapea hata mahali ya kukaa kabla mfikirie vile kutakuwa. Tunaona sasa kuenda Meru naye ni pesa. Akanikalisha chini, yeye alinipea mawaidha. Akaniambia unajua sasa hivi ukienda nyumbani utapata pale mama yako ni mgonjwa. Haya uko na watoto watataka kukula na kukunywa. Unaona ni stress unaenda kumuongezea pale. Sasa akaniambia wacha waongee na huyo mama waone vile wanaweza nisaidia. Akapigia yule mama simu. Yule mama wakaongea na yeye na mama akakubali. Tukaenda kwake tukapata tu amejenga tu mboma yake hapo na kuna tunyumba hapo. Tukakaa hapo na yeye wiki moja. Na vile tulikaa pale akaniambia sasa hapa tukikaa hivi hatutasaidiana. Wacha nijaribu nikutafutie kanyumba huko nje na nikupee kitu kidogo uanzie kabiashara ndio uweze kulea watoto. Sasa yule mama alitusaidia pale. Tukakaa kwake wiki 2 kabla tupange. Na akanisaidia hata shule nikapeleka watoto. Akanisaidia na 5,000 nikaenda nikaanzisha kazi ya biashara nikaangirusa. Na hapo sasa niliendelea tu nikaendelea hivyo. Na sasa mtoto wangu first born ako grade 10 na huyo mwingine grade 7. Na vile sasa last year ndio alikuwa hii mwaka ndio alikuwa anaenda secondary grade 10. Mimi sasa nikawa alafu mtoto mdogo naye anasumbuliwa sana na Ispironi. Sasa vile anasumbuliwa ni madawa, nikienda ndawa ni bei kali. Haya hii ni shule. Unaona sasa hata nimeanza kujilipia nyumba. Sasa ile biashara naye ilikuja njoo kila kitu sasa pale ndio natoa. Nikakuja sasa kufinyika ikaisha hivyo.
Sasa si tuko hivyo. Sasa mtoto wangu hata yuko shule. Sina kazi yoyote. Na mimi pia ni mgonjwa. Wapi? Sasa mimi pia sukari inanisumbua sana. Okay. Sasa mimi hiyo ndio kitu ilikuwa imenifanya nikuje hapa. Ningeomba tu kama naweza pata mtu tu hata nipewe mpate tu kazi. Ndio niweze kulea watoto na wasome juu sina kazi yoyote. Okay. Sasa hizi mnaishi wapi? Sasa nimeishi kwa mtu tu, hata nyumba ilifungwa juzi. Sasa naishi tu kwa mtu. Wewe umesema uko na watoto wangapi? 2. 2? Oh. Wewe pole sana, pole. So utapeana tu namba yako, ndio mtu yeyote mwenye anaweza kuwa na usaidizi yote anaweza kusaidia nayo. Atakupigia kama ni kazi anaweza kupigia upate kazi. At least ndio uweze kulea watoto. Kweli. Na hapo pia watu wanafaa learn something, kwa sababu sana unapatanga hizo mambo za mama wa kando na watoto wenye wamepata zinaletanga issue. Kama we ni mtoto ama kijana na umekuwa mkubwa, Mungu akikusaidia tu hakuna haja ya kukaa pale. Heri tu kutoka uende ukajitafutie na huko, kwa sababu unasikia sasa kama hiyo vita yote ni kama ilitoka kwa huyo mama wa kambo. Anyway, Mungu akumbuke. Peana tu namba yako ya simu, then tumalizie hapa. Sasa mama yako akoaje saa hizi? Mama yangu nyumbani? Mama yangu yuko tu, lakini sasa hakuna kitu anaweza fanya. Mnaona nanga ama hata? Mamangu tulionana na yeye last year. Na kuongea ama hata haizi ongea? Kuongea anaongeanga, lakini anaongeanga vitu, anaweza beba vitu, mizigo tu, ili unajua mwendasimu anafanyanga, asunguke nazo, hata ameisha sana juu hiyo safari zake. Unaona? Sasa anaongea tu akisema, mliuza watoto wangu, sijui nini, vitu kama hizo. Sasa akikutana na wewe na watu wengine wenyu, vijana wako huko, maisha yao imekuwa tu hivyo, wameingia hata wao kwa mapombe nini. Hakuna mtu hata amefikiria hata atafute bibi. Maisha tu iko hivyo. We pole sana. Peana namba yako ya simu kwanza tuone venye unaweza saidika. Najua Mungu angaragudi hoya guhoro. Hizo vitu zingine zitakuja baadaye. Peana tu namba ya simu. 07 96 58 2729. Rudia tena. 07 96 58 2729. Majina unaitwa nani? Majina ni Mary Gasheri. Mary Gasheri. Gasheri. Asante sana. So kama uko hapo na unaweza kuwa na usaidizi yote kwa Mary Gasheri, that is a number. God bless you so much na tunawapenda, mkuwe na wakati mwema. Asante. Mimi ni Evangelist Martin Ndungu. Tuko hapa na Mr. Simon K. Na ni intro tu, tunaelezea mlete watoto wenu. Na hapa shule ni mzuri, institution iko sawa na iko na license. Na kama wewe uko na mtoto ambaye alishindwa kusoma masomo akiwa study 8 kwa sababu moja ama ingine, hata hao wanaruhusiwa na serikali kuja hapa, hawatashukuriwa kama watu wazima, maana ni shule. So unaweza lete mtoto na unaletea Simon K yako na ofisi hapa juu. Institution ni kubwa, shule ni kubwa. Ulete mtoto wako na uwe huru. Ukitaka akuassist vile unaweza tafuta nyumba hapa within. Alafu ukilete mtoto akutafutie nyumba ambayo sio ya bei kali, unaweza lipia watoto wako ama mtoto haya anakuja hapa shuleni. Na kitu kingine nimeona kwa Simon K, huwa ana monitor wale watoto ambao ni wadogo, wanawafuatilia. Unaendaga nyumbani, mama amekuona, mumeonana na mama, anafuatilianga juu kuna watoto wengine utapata wengine ni wamemaliza tu form 4 hawaelewi. So mnaweza lete watoto wenu hapa. Atapini namba shule ndio hiyo, mkiangalia juu mnaiona, hauhitaji kuelezewa. Na hapa tuko ni kwa Simon K. God bless you all. God bless you all in Jesus name. Yes, this is Kaimo Creative Training Institute na tuko na courses kama film production, ICT, cyber security and ethical hacking, graphic design, professional videography and photography, creative videography with AI. Hizo zote tuko nazo na zingine mingi. So ukitaka kutupigia simu unaweza tupigia through this number 0113 50 40 43 ama 0724
333313. Tuko located Ruiru, mahali panaitwa OJ on your way to Tatu City BTL Road. Ukipiga hiyo simu kila kitu itakuwa sawa. Karibuni sana. Asante. Na nimefikiria kitu ingine. In case wakija kuna wale wanaweza sema uwe watoto ni wengi, ni kweli. Ufikirie kutafuta hostel. Space inaweza kuwa ya kutosha. Ni kweli. Lakini inategemea na nyinyi ambao mnaleta watoto. Space iko anaweza create na anaweza tengeneza room moja ama mbili. Siwe hostel, watoto wawe katika observation. Juu mtoto wa study 8 ama huyu ambaye hajafika miaka 18. Unaweza kumhost mahali. Ile institution ama ile nyumba ninaona mkiwa naye, unaweza badilisha bili iwe kama hostel. Very true. Na hii area ni residential tuseme, hata kama ni commercial. Kuna mambo yote. Hiyo ni kitu anaweza fanya in case nyinyi mkikubali kutoa pesa. Anaweza fungua sikalumu moja iwe ni kama hostel, watoto wao wanakaa hapo. So itakuwa bit cheaper. Hata kama uko mbali usijali kutuletea mtoto. Atakuwa venye tu evangelist amekuambia, tutamwangalia vizuri. Karibuni sana nyinyi wote. God bless you all. Skymo Creative Training Institute. Asanteni sana.